hapa tukaomba kura zenu, na nyinyi ni watu wangwana, watu waaminifu, watu wa mapenzi nyingi. Mkatupatia kura zenu, mkatuongezea maombi, Mungu akatupatia ushindi. Mimi nataka niseme asante sana. Sijui kama mmenisikiza jameni. Nimesema asante sana. Na leo mimi nimerudi hapa kwa sababu tulikubaliana na nyinyi ya kwamba tukimaliza uchaguzi tunakuja kuendesha mambo ya maendeleo ya Kenya. Si tulikubaliana hivyo? Ama tulikubaliana namna gani? Si tulisema tukimaliza mambo ya viongozi na uchaguzi turudi mambo ya maendeleo na wananchi. Na ndio mimi nataka niwahakikishie ya kwamba tukienda mbele, mambo ya viongozi tulimaliza tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka uliopita. Ile maneno imebaki sasa ni ya wananchi na maendeleo yao. Wale wanataka kuturudisha mahali ingine ya sijui mambo ya viongozi, mimi nataka niwaambie, mimi sitakubali ati tuongee mambo ya viongozi miaka yote. Tulimaliza ya viongozi, tuendelee na ya wananchi na maendeleo. Na hiyo ndio tutaendelea kama watu wa Kenya. Mimi nawashukuru sana na nashukuru viongozi hawa wote kwa sababu wamekubali tushirikiane, tuungane, ndio tuweze kupeleka mambo ya Meru mbele na mambo ya Kenya mbele. Mimi nawashukuru tena kwamba tulikuwa na matatizo kidogo hapa Meru, lakini nyinyi mlikubaliana na sisi. Nataka niushukuru viongozi wote, gavana wetu, senator wetu, women rep, wabunge, MCAs, walikubali kwa kauli moja ya kwamba tuwache mambo ya migawanyiko, tuungane, ndio tusukume mambo ya gurudumu ya Meru mbele na maendeleo itembee. Mimi nataka niwahakikishie, mimi nitafanya kazi na hawa viongozi wenu wote, kutoka MCA, wabunge wenu, gavana wenu, senator wenu, sote tutaungana, tuwache mambo yale mengine kando, tupange mambo yenu ya maendeleo. Ndio mimi nimefika hapa leo kwa sababu ya barabara za hapa Meru. Tuko na barabara hapa karibu kilomita 430 ambazo tulianzisha. 42% ama karibu kilomita 180 zimekamilika. Karibu kilomita 200 hazijakamilika. Moja yao ikiwa ni hii barabara ya kutoka hapa Kaelo, Kamukunji mpaka Mtwati. Si namna hiyo? Mimi nataka niwaambie ya kwamba sasa tumeanza mpango maalum ya kukamilisha hizo barabara zote, na tuhakikishe ya kwamba zinapitika, muweze kuzitumia kuendesha uchumi wa sehemu hii, kuendesha kilimo, usafiri huwe rahisi, na tuhakikisha kwamba tunazitumia kusukuma na kubadilisha uchumi wa sehemu hizi zenu, uchumi wa Meru na uchumi wa taifa letu la Kenya. Na nimesema hivi, hii barabara imejengwa karibu miaka sijui 3-4, karibu miaka 7. Nimesema hii barabara hata ingawaje karibu 70% imebaki, kabla ya Disemba mimi nataka nirudi hapa nifungue hii barabara ikiwa imekamilika. PS wetu wa mambo ya barabara hako hapa, ndio huyo hapo, contractor yuko hapa, na wale wengine wote wasikie vizuri vile nimesema. Nitarudi hapa Disemba kabla ya Christmas, tukuje tufungue hii barabara ikiwa imekamilika. Tuko na zile zingine ambazo tunaendesha, na tayari nimepatia mwongozo wizara inahusika na mambo ya barabara ya kwamba ile mpango tulikuwa nayo ya kuhakikisha kwamba tuko na barabara ya kusukuma mambo ya maendeleo Kenya, ambayo ilikwama kwa sababu ya siasa duni. Hiyo mambo sasa imebadilika. Tuweke siasa kando, tuweke mambo ya viongozi kando, tupange mambo ya wananchi na mambo ya maendeleo yao. And that is what we want to do.
Vile vile nikiwa hapa nimewasikiza kwa makini. Nilikutana na viongozi hawa wenu juzi. Nilikutana na waziri wetu bwana Mithika Linturi na viongozi wote wa Meru wiki iliyopita, na tulikubaliana na wao miradi na priorities ambazo tutapatia kipaumbele za hapa Meru. Mbunge wenu TJ alikuwa pale akasema hiyo mambo yenu yote, hii mambo amesema yote hapa, alikuwa ameniambia tayari, alikuwa ameniambia hiyo maneno yote. Na mimi nataka niwahakikishie hiyo kazi yenu tutaisukuma, tutaipeleka mbele. Mambo ya maji, governor, senator, wabunge hapa wamesema kuhusu mambo ya maji, na mambo ya maji ni mambo ya muhimu sana. Na vile mumesikia, tumeweka mipango ya maji kama priority ya serikali ya Kenya kwa miaka 5 ijayo. Kati ya hizo miradi ya maji ambayo nilitangaza ya kwamba tutafanya dams zile kubwa karibu 100 Kenya. Kati ya hizo dams kubwa ambazo tutafanya Kenya, dams 8 ziko hapa Meru County. Dam ya High Grand Falls ambayo iko huko chini itatusaidia kuleta maji mpaka hapa Meru. Dam ya Kidhino ambayo tayari tumeidentify italeta maji Tharaka na Meru. Dam ya Dhingitu ambaye mnajua hiyo dam tayari tumeidentify, na mimi nataka niwahakikishie, na pamoja na dam ya Katitha, sisi tunajua pale katika Mlima Kenya ndio tutapata maji mingi, ndio tuteremushe hiyo maji mpaka ifike hapa Igembe, na vile vile hiyo maji ifike sehemu hizi zote za Meru County. Dam ya Sirimon, dam ya Timau, dam ya Ngobo, na vile vile ile Ura dam ambaye nilikuja wakati moja hapa, sasa tutaikamilisha ndio iweze kuwapatia maji. Hizo dam zote za hapa Meru ni karibu shilingi bilioni 30, na iko katika mipango yetu ya PPP, iko katika mipango yetu ya kuhakikisha kwamba kazi yetu ya miaka 5 ni kuleta maji ifike katika sehemu zenu, ndio tupate maji ya kutumia nyumbani, tupate maji ya mifugo yenu, na vile vile tupate maji ya irrigation, ndio tuweze kuhakikisha kwamba tunaondoa njaa katika taifa letu la Kenya. Mimi nawashukuru sana wakulima wa Meru. Mumesema nyinyi ni wakulima shupavu, na mimi nataka niwahakikishie serikali yenu hii itasimama na nyinyi kama wakulima wa Kenya, muweze kuzalisha chakula ya kutosha. Njia ya kubadilisha Kenya na kuhakikisha kwamba chakula inapatikana sio kuweka sufuria kwa kichwa na kwenda maandamano barabarani, ni kuchukua mbegu na mbolea uende uandamane kwa shamba yako uzalishe chakula, ndio tupate kuondoa njaa katika taifa letu la Kenya. Na mimi nawashukuru wakulima wengi wa Kenya. Niliwaeleza tutawapatia mbegu. Sasa tumesambaza mbegu karibu magunia milioni 4 tayari katika sehemu mbalimbali taifa letu la Kenya. Mbegu tunashughulikia, na mimi ninafurahi ya kwamba safari ya kupunguza gharama ya maisha imeanza, na safari ya kupunguza bei ya vyakula imeanza, na mtaona mambo wakati tunaendelea. Tulikuta bei ya unga ikiwa 230, saa hii ilifika by last week 170. By this week tukienda mbele mtaona bei tofauti tofauti tukielekea mbele, 150 ikiteremuka, kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba kila Mkenya anaweza kulisha familia yake, anaweza kujisimamia, na tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Hapa katika college yenu ambaye nimeona hapa Kaelo, tuko na equipment nyingi ambazo tulilete. Nataka nimshukuru mjumbe wenu na wale ambao wanasimamia hiyo chuo. Nimeambiwa wanafunzi wameongezeka kutoka 200 mpaka 600.
Mimi nataka niwahakikishie wazazi wa hapa, tuko na mpango kamili ya mambo ya technical training, kwa sababu tunajua tukiwapatia hawa vijana ujuzi wa ufundi, wa teknolojia, wa mambo yale mengine yote, wataweza kujisimamia na watatusaidia kuendesha miradi ya maendeleo katika taifa letu la Kenya. Ndio mimi nataka niwaeleze college yenu hii. Wachana huyu aketi tu, wewe keti, wacha aketi chini, keti hapo. College yenu hii ya hapa Kaelo ilikuwa na matatizo ya stima. Nimeambiwa ya kwamba mnahitaji 3 phase ndio zile equipment ziko hapa zipatikane ama ziweze kutumika kwa mafundisho ya watoto wenu. Nimewaambia wizara ambaye inahusika na mambo ya stima watakuja hapa kuanzia kesho. By wiki moja ikiisha, wewe Taitumu, mbunge wa hapa, utanipatia report kama hiyo mambo ya 3 phase imekuwa sorted out, ndio wanafunzi wa hapa waweze kutumia ile equipment tumelete, waweze kufanya masomo yao yawe sawa sawa, na tutengeneze vijana ambao wako na ujuzi wa kutosha. Vile vile mwaka huu tunaajiri wale waalimu wa TVET wengine 1300, kwa sababu tunataka wale wanafundisha katika TVET kama hii yenu ya Kaelo walipwe na serikali ya Kenya. Mimi nataka niwahakikishie hiyo mpango inaendelea saa hizi. In the next 1 or 2 months you will have new tutors in all our TVETs. Na katika budget yetu ya mwaka unafuata kuanzia mwezi wa 6 tutaajiri waalimu wengine 2000 wa TVET, kwa sababu tunataka ile miradi yetu yote na mipango ya taifa letu la Kenya yote, yale ya housing, tunahitaji plumbers, tunahitaji electricians, tunahitaji carpenters, tunahitaji masons na wale wengine wote wenye taaluma mbalimbali. Tunataka vijana wa Kenya wawe na hizo ujuzi, na mahali ya kupata hiyo ujuzi ni katika college kama hii ya Kaelo hapa. Tunaelewana jameni? Na vile vile mimi nataka niwatangazie nyinyi na niwatangazie wa Kenya ya kwamba serikali ya Kenya sasa tutakuwa na mpango mpya ya masomo ya higher education kuanzia colleges yetu ya TVET mpaka university. Tumekuwa na matatizo makubwa sana ya funding ya colleges na universities. Tumeketi chini kama serikali na tumesema ya kwamba ile pesa inaenda katika technical training college na university ni kidogo kwa sasa. We are going to double the resources that are going to our TVETs and our universities so that we can eliminate the challenges in our institutions of higher learning. Na tutatangaza hiyo rasmi wiki ijayo, ili wale ambao wanaenda katika TVET kuanzia mwezi wa 5 na wale ambao wataenda katika universities zetu kuanzia mwezi wa 5, we are going to have a new and different and comprehensive funding mechanism for all our higher education learning, so that we can eliminate the challenges in our universities and in our TVETs, so that the quality of our education is not compromised because of matters funding. Tunaelewana jameni? Mumenieleza vile vile kuhusu Nyambene. Hapa tuko na Nyambene level 4 hospitali. Na hiyo hospitali ina serve constituencies zenu 3 hapa. Si ndio? Constituencies 6 sub-counties hapa Maua. Nimetumana waziri atakuja next week. Tutawapatia awamu ya kwanza, tunawapatia milioni 50 next week ya kuupgrade hiyo hospitali. Alafu tutafanya assessment, tujue ni nini inahitajika, equipments gani zinahitajika. Tutashirikiana na county government ndio hizo equipments tuwapatie, ndio hiyo hospitali iweze kuwashughulikia hasa katika matatizo ya afya. Na mimi nataka nimwambie
county government kupitia governor wenu hapa. Hospitali ya Meru, hiyo governor amesema ni kweli vifaa ambazo ziko pale bado hasifikii kiwango ambayo inatoshana na kaunti ya Meru. Na sababu hiyo mimi nataka niwaeleze, tunatuma waziri akuja achunguze. Kama mtahitaji milioni 500 ingine ku upgrade hiyo hospitali, tutawapatia na tutawapatia equipment mpya. Kwa hivyo nyinyi wangwana MCAs, mshirikiane na governor wenu ili tupange mambo ya matibabu ya hapa Meru County. Mimi vile vile nataka niwatangazie wakulima wa maziwa. Waziri ako hapa. Dairy ya Nyambene hapa ambayo tuliweka pesa ya serikali imekwama kidogo. Mimi nataka niwaeleze waziri huyu atarudi hapa kwa hiyo maneno. Tunataka kuikamilisha kufikia mwezi wa 8. Mimi nitarudi hapa kufungua hiyo dairy ya watu wa Nyambene ili tukusanye maziwa yenu. Mimi vile vile nataka niwatangazie hivi. Huyu waziri tuko na milk coolers ambazo tunashirikiana na marafiki wetu wa kutoka sehemu zingine. Milk coolers ambazo zitafika hapa kwenu ni milk coolers 30 mpya. We are going to give, nataka governor unisikize kwa makini na MCS pamoja na wabunge wa hapa. Tunawapatia milk coolers 30 ambayo itawasaidia kukusanya maziwa ya watu wa Meru. Tunataka kilimo iweke pesa kwa mfuko ya kila mkulima. Na hiyo maziwa, hiyo milk coolers tutawapatia. Tunataka mketi chini, mtueleze mtaweka wapi, milk cooler hii itawekwa wapi, milk cooler hii itawekwa wapi, ili tuhakikisha kwamba tunawasaidia wakulima wetu wakikamua maziwa yao iwekwe kwa chila, alafu tutafute bei mzuri. Bei ya maziwa isikue chini ya bei ya maji. Ninyi mnanielewa? Saa hizi maji inauzwa bei ghali kuliko maziwa, na maji ni ya kutoa tu kwa mtoni, na maziwa ni ya kuhangaikia, mara unatafuta nini, mara unatafuta nini. So we want to correct that imbalance. Naamini mmesikia mimi vizuri. The building of the housing units ni kazi ya county na hao wabunge. Mtaketi chini. Lakini milk coolers we are going to give you, and we are going to make sure that it reaches every corner of Meru County, vile tutafanya katika counties zile zingine. Na waziri atawapatia mwongozo vile hiyo kazi tutafanya pamoja na nyinyi. Vile vile mimi nataka nitangaze hapa ya kwamba masoko, tulikubaliana na nyinyi ya kwamba watu wengi bado wanahangaika kwenye jua wakipanga mambo ya soko. Soko tumeweka kama serikali ya kitaifa shilingi bilioni 3 ya masoko katika taifa letu la Kenya. Hapa Meru tuko na soko tayari ambazo zilitengenezwa nusu. Masoko 7 tumesema tutatengeneza katika Meru County hii, ikiwemo ya Mutuati hapa na ya Lare. Na mimi nataka mjumbe wenu ashirikiane na waziri wetu wa mambo ya ardhi na department yetu ya public works na housing, ndio tukubaliane na nyinyi vile hizo soko tutatengeneza, tuweke maji, tuweke vyoo, tuweke storage, ili tuhakikisha kwamba wakulima wetu hawahangaiki. Na vile mulisikia nikitangaza juzi, tumeketi chini na governors wote wa Kenya, akiwemo governor wenu hapa. Tutatengeneza soko kubwa ambaye tunaita County Agricultural Integration and Industrial Park hapa Meru. County government ya Meru itatoa shilingi 250 milioni na mimi nitatoa shilingi milioni 500 ya kutengeneza hiyo soko kubwa ambayo tutakusanya mazao yenu yote, tuweke pale, tupange soko, tuweke cold room, tuweke aggregation, ndio tuweze kuondoa brokers na wale makatela ambao wanasumbua wakulima
wewe kama mkulima jasho yako ihesabike saa ile tunauza mazao yako, wewe upate bei ya sawasawa ya ile mazao yote mko nayo. Tumeelewana jameni? So I hope Madam Governor, wewe na County Assembly yako mumepanga hiyo maneno ya County Aggregation and Industrial Park. Mukiweka pesa yenu, mimi nitaweka pesa ya National Government. Musipoweka pesa yenu, mimi nitaweka kwa wale ambao wako na hiyo mpango. Kila mtu ni kujipanga. Tunaelewana? Tuko pamoja? So hiyo mpango mko naye, tuendelee namna hiyo. Mimi nataka vile vile niwaeleze, wakati tulifika hapa mlituambia mambo ya miraa. Si ni kweli? Wakati tumeanzisha mambo yetu ya serikali, nikamwambia Waziri Mithika Linturi ya kwamba hiyo kazi ya miraa tulichukua ahadi ya wananchi wa Meru. Na mimi tumeharakisha mambo ya regulation ama sheria mpya. Waziri aliweka sahihi hizo sheria, zikaenda bunge. Mimi nataka niwatangazie watu wa Meru, sasa tuko na sheria mpya ya mambo ya miraa. Ilianza kutekeleza ama kutumika kama siku 10 zilizopita. Na hiyo sheria itaondoa sasa ile malipo nyingi ambayo inaharibu bei ya miraa na kuweka duni ile pesa inafikia wakulima. Tukiondoa hizo levies, tuondoe hizo adishu Disemba mwaka uliopita. Na nilikubaliana na rais wa kule ya kwamba ile matatizo tulikuwa nayo ya miraa, sasa tukiweka sheria mpya na wao watatufungulia soko iwe soko kubwa zaidi. Kwa hivyo tukazane, tufanye bidii. Mmesikia waziri akisema mtaspray na kila mtu aweke pesa kwa mfuko. Kama namna gani? Tumekubaliana, tumeshapanga pamoja na hawa viongozi wenu, na sasa mimi nawataka the production, the marketing and the sale of miraa in Kenya that eliminates fees, unnecessary levies, and make sure that it benefits more the farmers of miraa in our country. Tumekubaliana jameni? Mwisho kabisa, mimi nawapongeza watu wa Meru. Niliwaambia tutaweka Hustler Fund. Saa hizi kupitia kwa Hustler Fund tumekopesha pesa bilioni 26. Na watu wa Meru, nyinyi ni mashujaa wakubwa. Kwa hiyo bilioni 26, watu wa Meru wamekopa milioni 835. Na nyinyi ni wangwana, munalipa hiyo pesa. 68% ya watu wa Meru wamelipa hiyo pesa kwa muda ile ilikuwa inatakikana. Mimi nataka niwatangazie, sasa tutaenda kwa awamu ya pili kwa wale ambao ni wafanyabiashara. Sasa tunatengeneza hazina mpya ambayo sasa ita benefit wale ambao nyinyi ni wafanyabiashara. Ile ya kwanza ilikuwa na ya watu binafsi, ile unakopa peke yako kwa simu. Sasa tutaenda hatua ya pili na mtaiona in the next 1 month or 2 months, tuta roll out ili kila mtu asiangaishwe wakati anatafuta pesa ya kuendesha biashara yake. Watu wa Meru tunakubaliana tutembee pamoja namna hiyo? Tuendelee namna hiyo? Mimi nataka niseme nikiwa Meru ya kwamba tafadhali viongozi, mimi najua kuna viongozi wanajaribu kusukuma mambo ya viongozi hata baada ya uchaguzi. Mimi nataka niwaambie viongozi, jameni, hawa wananchi ni watu wangwana sana. Waliamka mapema, wakatupigia kura tarehe 9 mwezi wa 8. Na tulikubaliana ya kwamba tukimaliza uchaguzi tunapanga mambo yao ya maendeleo. Haiwezekani ya kwamba baada ya uchaguzi miezi 6, 7, 8 bado tunataka kurudisha hawa wananchi kwa mambo yetu ya viongozi. Mimi nawatangazia, mimi sitakuweko katika hiyo mpango ya kuendelea na mambo ya viongozi. Mimi kazi yangu sasa, nimeajiriwa na hawa wananchi, niwapangie barabara zao, hospitali yao, mambo yao ya kilimo. Hiyo ndio kazi mimi nitafanya. Ile ingine itafanywa na wengine.
Ama mnataka niendelee kuongea mambo ya viongozi kwa hii dunia? Tuvange mambo ya viongozi ama ya wananchi? Mambo ya maandamano ama mambo ya maendeleo? Sijui kama wanasikia ama nitasema vile Biblia inasema, na wale wako na masikio wasikie vile wananchi wamesema. Mwisho kabisa, mmeniambia kuhusu mambo ya stadium. Mimi nataka niwaambie tayari tunakamilisha stadium ya Kinoru na stadium yenu ya Maua. Mimi nataka niwatangazie waziri anakuja hapa in 2 weeks. Na anakuja na wale ambao watakuja kupanga vile tutajenga stadium ya Maua. Mimi nitawajengea stadium ya Maua, mrelax. Hiyo kama tunaelewana. Tuko pamoja? Na mimi nataka niulize, unajua ile stadium ya Kinoru tuta hand over kwa county government. Ile matatizo tulipata kwa hiyo stadium ni kwamba watu wenye walikuwa wanaendesha siasa walikuja wakaingiza magari wakakanyaga ile tatan tulikuwa tumetengeneza pale, hiyo tatan ikaharibika. Mimi nataka niwaambie ya kwamba hiyo kazi ya pale ya Kinoru Stadium nitamalizia in 2 months. Nitakuja ni handover kwa huyu governor. Sasa mkipeleka huko magari tena kwenda kuharibu, sasa tutakutana na nyinyi. Ama ni aje? Si ndio? Kama wewe ni mtu unatafuta rally, peleka rally kwa kiwanja. Pale kama unataka kwenda pale, weka gari nje. Utembee na mguu na uendelee na mkutano. Mimi vile vile nataka niwaeleze ya kwamba sehemu hii mimi naelewa ya kwamba bado tuko na matatizo ya insecurity ama kukosekana kwa usalama. Na nimemwambia waziri wetu Profesa Kithure Kindiki anaelewa sana. Amekuwa na changamoto mbili. Shida ya kwanza ilikuwa ni mambo ya terms of service ya askari wetu ambao ni wengi ni wa kujitolea na wengi wanahatarisha maisha yao. Mambo ya terms and service nitapata report hivi karibuni ya vile ya kushughulikia askari wetu ndio waweze hakikishia ya kwamba kuna usalama wa kutosha. Ya pili, hatukukuwa na equipment ya kutosha. Mimi nataka niwatangazie vile vile tumeweka mpango kamili ya kutumia karibu shilingi bilioni 20 kununua vifaa mpya ya hawa askari wetu ili wakora wote tuweze kuwashughulikia na kuhakikisha kwamba wasihangaishe wananchi. Kwa hivyo waziri atakuja hapa hivi karibuni, pengine in another week or so, tuhakikisha kwamba kuna mpango kamili ya kuhakikisha kwamba hii sehemu yenu yote tunaondoa wakora, wananchi wasipoteze maisha yao, na tuhakikisha kwamba wananchi wanaishi kwa amani. Tumekubaliana ndugu zetu? Watu wa Meru tumekubaliana? Mnasema tuendelee na job? Tuendelee na kazi? Vile vile nitarudi hapa hivi karibuni kwa mpango wetu wa housing. Tumesema tunaanza hiyo mpango ya housing na watu wa kutoka Ministry of Housing watakuwa hapa Meru next week kupangia zile ambazo mashamba mmetupatia. Tunahitaji vijana kama 3,000-4,000 watakao tusaidia katika hiyo mpango ya housing. Vijana wa hapa Meru mko tayari kwa hiyo kazi? Mkuwe chonjo. Hii mipango yote ambayo tunapanga, mpango ya soko, mpango ya agro industrial park, mambo ya housing, mambo ya kilimo, tunapanga haya yote ndio ipatikane ajira kwa vijana wa taifa letu la Kenya, na tuweze kujumuisha nguvu yenu, elimu mlio nayo, ujuzi mlio nayo, ili tuweze kusukuma taifa letu la Kenya mbele. Asanteni sana kwa kunikaribisha hapa Meru. Mimi nawapenda sana, nawatakia heri, Mungu awabariki, na nitarudi hivi karibuni. Thank you very much and may the good Lord bless you. Mbarikiwe sana. Asante tena sana Mheshimiwa Rais kwa ruhusa yako. Tafadhali tutulie sote tupate wimbo wa taifa.